kwenye kanisa hili kuna watu ambao Mungu amewaweka, Mungu amewachagua kwenye hili kanisa. Tunaweza tukawa tunapita kwenye kipindi kigumu sana kama kanisa, lakini watu hao wakisimama na Mungu, wakikaa na Mungu vizuri, wanaweza kutumika kama njia, kanisa likatoka kwenye changamoto, kanisa likatoka kwenye vita, kanisa likatoka kwenye magumu, kanisa likatoka kwenye maswali. Kwa sababu gani? Hao watu ni daraja la wengine kuvuka. Watu ambao Mungu amewachagua ni watu ambao sio watu wa mchezo mchezo, ni watu ambao wamebeba majibu ya watu wengine, ni watu ambao ni daraja la wengine kuvuka, ni watu ambao ni njia ya wengine kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini maisha yao sio maisha mepesi. Maisha yao ni maisha yaliyojaa vita, ni maisha yaliyojaa mapambano, ni maisha yaliyojaa changamoto. Kwa nini? Shetani anajua hichi kitu, ya kwamba mahusiano ya watu ambao Mungu amewachagua na Mungu mwenyewe, wao watu wakikaa vizuri na Mungu, Mungu atawatumia. Familia itavuka, kanisa litavuka, jamii itavuka, nchi itavuka, watu watavuka, watu wataenda. Halo, kwa sababu hiyo ni lazima sana shetani atainua vita kwenye maisha ya hao watu. Ni lazima sana shetani atapambana kuwakandamiza hao watu, kuwadidimiza hao watu, kuwafunga hao watu, kuwakamata hao watu. Lakini ni watu ambao kweli wakikaa na Mungu vizuri, halo, watu wanavuka. Nenda kamuulize Musa. Wana wa Israeli wamekaa miaka 430 utumwani. Hawajui wanatokaje kwenye utumwa, hawajui wanatokaje Misri, hawana majibu. Kazi yao ni kufetua matofali, ni kujenga zile piramidi. Hawaelewi wanatoka lini kwenye ile nchi. Kila inapoitwa leo, maisha yao yanazidi kuwa magumu. Kasome Biblia yako sura ya 2, ile mistari mitatu ya mwisho 23 na 25. Maandiko yanasema hivi: wana wa Israeli wakamlilia Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Kwa sababu ya ule utumwa walichoka yale maisha, wakatamani kutoka kwenye ule utumwa, wakatamani kutoka kwenye yale maisha. Walipomlilia Mungu, waliposema na Bwana, maandiko yanasema hivi: Mungu akashuka akaenda kwa Musa. Kwa nini? Kwa sababu walimuandaa Musa ili kuwavusha wao. Sikia nikwambie, kuna watu kwenye dunia hii, wapo kwenye kanisa, wapo kwenye jamii, wapo kwenye familia, wapo kwenye taifa, watu ambao wamewekwa kwa ajili ya kutuvusha, kwa ajili ya kututoa mahali. Sisi hatuna majibu, lakini wao wana majibu. Sisi hatuna njia, lakini wao wana njia. Sisi tunaona giza, lakini wao wanaona mwanga. Sikiliza, hao watu ni watu wa kuwaombea sana, kwa sababu wasipovuka wao ni vigumu sisi kuvuka. Wasipoenda wao, wewe huwezi kwenda. Wasipotoka wao, wewe huwezi kutoka. Halo, ndio maana wana wa Israeli walipoomba kwa Bwana, walipomlilia Mungu, kasome maandiko yako, Mungu akaenda kwa Musa. Ukisoma sura ya 3 kuanzia mstari wa 5 pale kuendelea, Mungu anamwambia Musa, nimeshuka ili niwatoe watu wangu Israeli kwenye mateso, na nakutuma wewe uende. Halo, uliwahi kujiuliza mateso ambayo Musa aliyapitia? Uliwahi kujifunza changamoto ambazo Musa alizipitia? Hakuwa na maisha mazuri yule jamaa, hakuwa na maisha mepesi. Alianza kuwindwa tangu siku amezaliwa. Kasome Biblia yako, siku tu Musa amezaliwa, Farao anatangaza watoto wote chini ya miaka 2 wafe. Si mnakumbuka wapendwa, mama yake alimbeba Musa akamficha kwenye kale kasafina? Ni kwa sababu watoto walikuwa wanauawa kwa kipindi kile.
Shida haikuwa wale watoto, shida ilikuwa kuna mtoto amezaliwa amebeba majibu ya wana wa Israeli. Nisikilize, wewe ambaye yuko hapa, inawezekana Mungu amekuchagua uwe majibu ya familia yako. Inawezekana Mungu amekuchagua uwe majibu ya hili kanisa. Inawezekana Mungu amekuchagua uwe majibu ya taifa hili. Inawezekana katika maisha unayoishi, unaishi kwenye mapito, unaishi kwenye changamoto, unaishi kwenye vita, na wakati unajiuliza maswali kwamba maisha yangu kwa nini yako hivi? Kwa nini maisha yangu ni ya ajabu? Kwa nini maisha yangu ni ya shida? Kwa nini maisha yangu ni ya mateso? Nisikilize, ni kwa sababu Bwana amekuchagua uwe majibu ya watu wengine. Ni kwa sababu Mungu amekuweka hapo kwenye hiyo familia, kwenye kanisa lako, kwenye jamii yako, kwenye taifa lako, ili uwe kuwa mtatuzi wa changamoto ambazo watu walizonazo. Na shetani amejua hilo, ya kwamba wewe ni majibu. Kwa sababu hiyo ameinua vita kwako. Inawezekana unapita kwenye vita na uko hapa na Mungu amekuchagua. Acha nikupe habari njema leo, ya kwamba wale ambao Mungu amewachagua na kuweka makusudi yake ndani yake, hao watu huwa wanapiganiwa na Bwana. Hao watu huwa wanatetewa na Bwana. Hao watu huwa vita sio vya kwao. Biblia inasema ya kwamba Bwana atawapigania, nani mtanyamaza kimya? Wewe ambaye Mungu amekuchagua uwe majibu ya watu wengine, vita sio vya kwako, vita ni vya Bwana. Mungu atakupigania. Kama ni changamoto, Mungu ataingilia kati. Kama ni vita, Mungu ataingilia kati. Kwa kuwa umebeba cha Mungu, hautakufa kwenye hayo magonjwa, hautakufa kwenye huo masikini, hautakufa kwenye hayo madeni, hautakufa kwenye hiyo hali, kwa jina la Yesu. Halo, waache watu wa kudharau, waache watu wa kuchukulie poa, lakini kwa kuwa kuna cha Mungu umebeba. Halo wapendwa, nisikilize, Mungu hatakuacha, kwa sababu hauko duniani kwa hasara. Uko duniani kwa faida, na kama uko duniani kwa faida, uko kwa faida ya Mungu, na Mungu hatakuacha. Hata shetani akijititimua vipi, hata wachawi wakikuloga vipi, hata wakikuchawia vipi, lakini Bwana yuko pamoja na wewe. Hatakuacha wala hatakupungukia, kwa sababu duniani uko kwa mpango wake, uko kwa kusudi lake, na hatakuacha. Haleluya, haleluya, haleluya. Wale ambao wamebeba kusudi la Mungu, mpendwa, maisha yao sio mepesi. Lakini pamoja na kwamba maisha yao sio mepesi, jicho la Mungu haliachi kuwaangalia. Haleluya. Jicho la Mungu haliachi kuwatazama. Jicho la Mungu haliachi kuwahurumia. Simama mahali ulipo.